Movie inaanza, tunamwona mwanaume huyu aligundua jambo la ajabu alipokuwa akisafisha mfano wa jiji. Kwa kunyunyiza maji kidogo tu juu kwa mfano huo, hali ya hewa ilibadilika na mvua ndogo ikaanza kunyesha. Ugunduzi huu ulikuwa tatizo kubwa. Kisha akaelekeza mawazo yake kwa mfano wa mji mzima. Aliponyunyiza maji zaidi, mvua ilianza kunyesha kwa nguvu nje. Wakazi waliokuwa wakitembea mtaani waliloa kabisa na mvua kubwa. Anga lililokuwa na jua awali sasa lilikuwa limejaa radi na umeta. Jeff alitembea haraka kuelekea kwenye balcony ili kulihisi tukio hilo la kushangaza. Lakini kilichomshangaza zaidi ni kwamba mvua iliyokuwa ikinyesha nje ilikuwa na joto sawa kabisa na maji yaliyokuwa kwenye birika lake. Alikisia kwa ujasiri kwamba huenda kweli alikuwa na uwezo wa kudhibiti hali hiyo, kwamba kwa namna fulani alikuwa akidhibiti mji. Ili kuelewa ukweli, Jeff alitembea kuelekea kwenye mfano wa mji na akaona nyumba aliyokuwa akiishi. Hata alimuona toleo dogo la yeye mwenyewe dirishani. Ilionekana kuwa mfano huu wa mji ulijengwa kuwakilisha mji halisi. Hata mandhari ya mitaani yalifanana kabisa. Cha kushangaza zaidi, kupitia mfano huu aliweza kudhibiti mfumo wa umeme wa mji. Baada ya kufanya ugunduzi huo wa ajabu, Jeff alielekea haraka kwenye talveri ya mji. Wakazi wengi walikuwa wamekusanyika pale. Wote walikuwa wakijadili mvua ya kushangaza iliyoonyesha mchana. Wote walihisi kuwa kulikuwa na kitu kisichokuwa cha kawaida. Mmiliki wa talveri, Dice, alikuwa akizungumza na mwanaye. Alisema alipanga kupaka rangi upya bango lao jioni hiyo, lakini mvua iliharibu kabisa mpango huo. Jeff alisikiliza kwa umakini kila kitu, kisha akatoa daftari na kuandika mambo yote, kwa sababu alikuwa na jambo kubwa lililopanga kufanya. Alipofika nyumbani usiku huo, alichukua rangi ya kucha. Asubuhi iliyofuata, mwana wa Dice alishangaa kuona kuwa talveri yao ilikuwa inaonekana mpya kabisa. Mama na mwana walishangaa sana, lakini walifurahi kwani iliwapunguzia kazi kubwa. Jeff alifika muda mfupi baadaye na kujifanya kushangaa pia, lakini bado ya kusema ukweli. Kwa Jeff, heshima haikumaanisha chochote. Alichotaka tu ni kusaidia mji kimya kimya. Akiwa nyuma ya pazia, alitembea kurudi nyumbani akiwa na hisia fahari. Lakini alipoona wazee wawili wakianguka, alisikia mzee wa kike akilalamika kuhusu mji, akisema mashimo barabarani mara zote humfanya jikwae. Jeff alipendekeza mara moja watoe taarifa kwa meya, lakini sanduku la maoni lilikuwa tayari limejaa. Meya hakuwa akizisoma hata kidogo. Jeff alipofika nyumbani, alileta sanduku la meya la barua. Barua ya kwanza aliyofungua ilikuwa haswa kuhusu kutengeneza mashimo ya barabarani. Alichukua udongo mfinyanzi mara moja na kujaza mashimo hayo kwenye mfano wa mji. Barabara rahisi nje ilitengenezeka papo hapo. Alitumia hata koleo ndogo kuondoa vifusi. Hakusahau hata pipa la taka lililokuwa limejaa, na pia alirekebisha mti uliokuwa karibu kukatika, kwani hilo pia lilikuwa hatari kwa usalama. Aliposikia mbwa akibweka bila kukoma, Jeff alitupa mfupo ambavyo alikuwa amemaliza kula, na mbwa yule alitulia mara moja. Jeff alikesha usiku kucha kuchambua barua zote za sanduku la meya, akitatua kila tatizo la wakazi wa mji mmoja baada ya mwingine. Asubuhi ilipowadia, kila mtu alishangazwa na jinsi mji ulivyobadilika ghafla, lakini hakuna aliyejua ni nani aliyekuwa akisaidia kwa siri nyuma ya panzia. Mmoja alisema ni meya tu angeweza kuwa na uwezo wa aina hiyo. Kwa hiyo kila mtu akiamini kuwa ni meya aliyekuwa nyuma ya mabadiliko hayo. Lakini jambo ambalo hakuwa amelitarajia ni kwamba meya hakuwa tu amechukua sifa zote, bali hata amemwambia Dice alipia gharama za kupaka tena rangi ukuta talveni yao. Lakini Dice hakuwahi kumwamini meya, na kwa kuwa angeweza kupata faida yoyote, meya aliachana na swala hilo mara moja. Jeff aliyekuwa talveni wakati huo alikasirika sana baada ya kusikia mazungumzo hayo. Alikuwa amekuwa akifanya kazi kwa bidii usiku na mchana kwa siri, lakini sasa meya alikuwa mzembe na asiyejali. Alichukua sifa zote bila aibu. Alipokuwa karibu kurudi nyumbani, alipita katika duka la kuku na kusikia wafanyakazi wakizungumza. Walikuwa bado wanaamini kuwa yote aliyofanywa na meya, hasa kwa sababu uchaguzi ulikuwa unakaribia, kupata uungaji mkono wa watu kungekuwa msaada mkubwa sana kwake. Uso wa Jeff ulibadilika mara moja aliposikia maneno hayo, kwa sababu si muda mrefu uliopita mke wa Jeff ndiye alikuwa meya, lakini alikufa kwa ajali, na meya huyu asiye na aibu akachukua nafasi yake. Akiangalia picha ya mke wake, Jeff aliamuru kuwa lazima afanye jambo kwa ajili ya mji huu, lakini kabla ya hayo alihitaji kumfundisha meya funzo. Alitafuta jiwe dogo na kuliweka kwenye gari la meya, kisha akaliangusha moja kwa moja juu ya mfano wa mji huo. Asubuhi iliyofuata, meya alikuwa akipiga kelele mbele ya wapita njia, lakini wakazi wa mji walidhani tu ni jambo la kuchekesha. Wakati huo mwana Dice alikuwa akionyesha picha aliyochora. Meya alikosa uvumilivu ghafla na kumfokea kwa hasira. Kwa bahati nzuri, Dice aliingia katikati kwa wakati na kila mtu aliona kile kilichotokea. Meya alitambua mara moja kwamba pengine upande wake wa hasira ulikuwa unaonekana, hivyo alijifanya kutulia na kumsema ilikuwa ni ajali ndogo tu, na hilo alichobadilisha jinsi anavyolipenda jiji. Wananchi walichangamka zaidi baada ya kusikia hayo, lakini Jeff aliyekuwa karibu alijawa na hasira. Usiku huo Jeff aliamua moyoni mwake kuchukua hatua kali. Ndipo Jeff akapata wazo lingine bora. Aliweka buibui juu ya mfano wa mji, na wakati huo meya alikuwa akitembea nje. Ghafla alikumbwa na hofu kubwa alipoona kiumbe mkubwa mbele yake. Kwa bahati nzuri, Jeff aliondoa buibui kwa wakati na maisha ya meya yakaokolewa. Siku iliyofuata
Meya aliwaambia marafiki zake kuhusu buibui mkubwa aliyemuona, lakini nani ingeweza kumwamini mtu aliyedai kuona jambo la ajabu kiasi hicho? Jeff aliyekuwa karibu alitabasamu kwa furaha inayoendelea kuongezeka. Sasa hatimaye alikuwa na muda wa kusimamia mji ipasavyo. Alitengeneza kwa mikono yake bango jipya kabisa, na mara tu bango hilo lenye ujasiri lilipowekwa, biashara nzima zilianza kuimarika. Hata taverini ya Dice ilianza kufaidika. Wateja walianza kumiminika kwa wingi. Jeff aliangalia yote kimya kimya. Alifurahia kuona mji ukistawi, lakini alipoamua kulifanya bango kuwa kubwa zaidi, tatizo lisiotarajia likatokea. Ingawa bango jipya lilikuwa kubwa zaidi kuliko lile la awali na lilijaa taa za neoni za kung'aa, halikudumu hata siku moja kabla mfumo wa umeme wa mji haujazimika kabisa. Barabara nzima ilizama kwenye giza. Wakazi wa mji walilazimika kuwasha mishumaa na kukusanyika pamoja. Meya alimwandikia governor, lakini akajibiwa kuwa marekebisho yangechukua angalau wiki 2. Hilo lilifanya wakazi wa mji kuwa na hofu. Walianza kumlaumu meya kwa kutofanya chochote. Wengine hata walimtuhumu kwa kupanga kuwasukuma waondoke ili waweze kununua nyumba zao kwa bei ya chini. Ghafla meya akawa adui wa umma nambari 1, huku wakazi wakizidi kukasirika. Meya alipanga kuondoka mjini haraka, lakini watu walikuwa nyuma yake kwa hasira. Wakati huo mwana wa Dice alikuwa nje akichora. Meya alipomwona akatambua kuwa kijana huyu alikuwa akichora bango jipya. Meya aligeuza lawama haraka akisema ni mwana wa Dice alisababisha mgao umeme kwa kubadilisha bango kutumia umeme mwingi kupita kiasi. Hali ilipozidi kuwa mbaya, hatimaye Jeff akajitokeza mbele ya watu wote. Alikiri kuendi aliyegundua mfano huo wa mji na alikuwa ameutumia kubadilisha mji huo. Alisema nia yake ilikuwa njema tu, lakini matokeo yakawa mabaya. Ili kudhibitisha alichosema, Jeff alichukua kiberiti kidogo akakiwasha ndani ya mfano nyumba yake, na kweli moto mdogo ukaanza kuonekana kwenye nyumba halisi ya mji. Lakini wakati huo huo meya alifika na kuona mfano huo wa ajabu. Akatambua kuwa ungeweza kumpa nguvu kubwa kwa manufaa yake binafsi. Meya akatangaza kuwa atautumia mfano huo wa kichawi kugeuza mji kuwa kivutio kikuu cha utalii, lakini macho yake yalionyesha tamaa na nia mbaya. Jeff alimuelewa mara moja na hakuwa tayari kumwachia hilo litokee. Hapo ndipo alipoanza kugombea mfano huo wa ajabu, lakini wakati wa mapambano yao Jeff aliuangusha kwa bahati mbaya, na mara moja mji mzima ukaanza kutikisika kwa nguvu. Mfano wa mji ulianguka na kuvunjika chini kwa kishindo kikubwa. Siku iliyofuata mji ulikuwa umeharibika vibaya, kama vile tetemeko la ardhi kubwa lilikuwa limeupiga usiku kucha. Waandishi wa habari walifurika kwa wengi kufuatilia habari hiyo ya kushangaza. Lakini sasa tatizo halisi likawa jinsi ya kutengeneza upya mji huo. Swali kubwa lilikuwa nani atagharamia ujenzi huo? Kwa bahati nzuri, wakati wa mapambano siku iliyopita, meya alikuwa ameangusha pete kubwa sana, pete ambayo haikuwa ya kawaida. Pete hiyo kwa namna ya ajabu iliokolewa na Jeff, na baadaye ikagundulika kuwa ilikuwa ya thamani isiyoelezeka. Ilikuwa ni ya zamani na ya kifalme na yenye historia ndefu ya thamani kubwa. Pete hiyo kubwa ajabu ndio ilikuja kuwa tumaini jipya la mji. Na huu ndio mwisho wa mzigo, na kama hujasubscribe basi hakikisha una subscribe. Lakini pia hakikisha una like, una comment na una share ili wengine pia waweze kuona. Mimi ni Kachil na hii ni Kachil Swahili Movie.